Siwezi kuishi maisha ya shida. Sina uhakika na wewe. Alimwacha kwa sababu alikuwa maskini. Hakujua miaka 10 baadaye angekuwa mtu ambaye dunia inamheshimu na yeye angekuwa anamuomba msamaha. Lakini naomba nafasi moja tu. Katika kijiji kidogo kilichozungukwa na upepo wa matumaini na changamoto za kila siku, aliishi kijana mmoja aitwaye Baraka. Hakuwa na mali wala utajiri wa kujivunia, lakini moyoni mwake kulikuwa na ndoto kubwa kuliko hata milima iliyolizunguka eneo hilo. Baraka alikuwa ni mtu wa kujituma, mwenye bidii isiyochoka na aliyeamini kuwa siku moja maisha yake yangebadilika, si kwa bahati bali kwa juhudi na subira. Kila asubuhi aliamka mapema, akifanya vibarua vya hapa na pale ili kupata chochote cha kumsaidia kuendelea. Ingawa mara nyingi alilala njaa au kuvaa nguo zilizochakaa, hakuwahi kupoteza tumaini. Watu wengi kijijini walimwona kama kijana wa kawaida tu, asiye na mwelekeo wa haraka wa mafanikio. Lakini ndani yake kulikuwa na moto wa mafanikio uliokuwa ukingoja tu muda sahihi kuwaka. Siku moja, maisha yake yalibadilika alipokutana na Amina, msichana mrembo aliyeng'aa kama jua la asubuhi. Amina alitoka katika familia iliyojali hadhi na maisha ya kifahari. Alikuwa amezoea vitu vizuri, mavazi ya kupendeza na kuonekana mbele za watu kama mtu wa kiwango cha juu. Kwa nje, alionekana kuwa na kila kitu ambacho mtu angehitaji maishani. But licha ya tofauti zao, mioyo yao ilivutwa pamoja kwa nguvu ya ajabu. Baraka alivutiwa na uzuri na haiba ya Amina, huku Amina akigundua upendo wa kweli na uaminifu aliokuwa nao Baraka, kitu ambacho hakukiona mara nyingi kwa watu waliomzunguka. Hapo ndipo simulizi yao ilipoanza, kati ya ndoto na uhalisia, kati ya mapenzi na matarajio ya maisha. Mwanzo wa mahusiano yao ulikuwa wa kuvutia na uliojaa hisia za kweli ambazo hazikuhitaji utajiri kuthibitishwa. Baada ya kukutana mara chache kijijini, mara sokoni, mara kwenye kisima cha maji, Baraka na Amina walianza kuzoeana kwa mazungumzo mepesi yaliyojaa tabasamu na aibu za mwanzo. Kila mmoja alianza kuona kitu cha kipekee kwa mwenzake, kitu ambacho hakikuwa cha kawaida machoni pa watu wengine. Baraka alimpenda Amina kwa dhati. Hakumvutia kwa sababu ya uzuri wake tu, bali pia kwa namna alivyoweza kumfanya ajisikie kuwa na thamani hata katika hali yake ya kawaida. Alijitahidi kumfurahisha kwa njia ndogondogo, maneno ya upole, msaada pale alipohitaji na uwepo wake wa dhati. Ingawa hakuwa na pesa, moyo wake ulikuwa na ukarimu wa hali ya juu. Kwa upande wa Amina, alianza kuvutiwa na unyenyekevu na uaminifu wa Baraka. Aligundua kuwa tofauti na wanaume wengine waliomzunguka waliopenda kujionyesha, Baraka alikuwa halisi. Hakujifanya, hakujisifu, alikuwa yeye tu. Hali hiyo ilimpa Amina utulivu wa moyo ambao hakuwa ameuzoea. Kadri siku zilivyopita, ukaribu wao uliongezeka na mapenzi yakaanza kuchanua. Walianza kutumia muda mwingi pamoja, wakishiriki ndoto na matarajio ya maisha. Baraka alimweleza jinsi alivyotamani kubadilisha maisha yake siku moja, na Amina alisikiliza, lakini si kwa uhakika kamili. Ndani ya moyo wake, mashaka yalianza kujitokeza polepole. Alijiuliza, je, kweli ndoto za Baraka zitatimia? Je, maisha ya mtu asiye na kitu leo yanaweza kubadilika kesho? Ingawa alimpenda, hakuweza kupuuza ukweli wa hali yake. Na hapo ndipo mbegu ya wasiwasi ilipoanza kuota kimya kimya katikati ya mapenzi yao. Kadri mahusiano ya Amina na Baraka yalivyozidi kukua, ndivyo macho ya watu waliomzunguka Amina yalivyoanza kuyaona kwa ukaribu zaidi. Awali ilikuwa ni minong'ono ya chini kwa chini, maneno ya kupita pembeni, lakini baadaye yakawa sauti wazi zisizo na kificho. Familia ya Amina, hasa mama yake, haikufurahishwa hata kidogo na uhusiano huo. Kwao Baraka hakuwa chaguo sahihi, si kwa sababu ya tabia yake, bali kwa sababu ya hali yake ya maisha. Mapenzi hayalipi bili mwanangu, mama yake alimwambia siku moja kwa sauti ya upole lakini yenye msisitizo mzito. Unaweza kumpenda leo, lakini kesho mtakula nini? Utavaa nini? Utaishi vipi? Maneno hayo hayakuishia nyumbani pekee. Hata marafiki zake wa karibu waliongeza chumvi kwenye kidonda. Walimkumbusha Amina maisha aliyoyazoea, mavazi mazuri, matembezi ya heshima na hadhi aliyojijengea mbele za watu. Walimwambia wazi kuwa akibaki na Baraka, angeishia kupoteza kila kitu. Unastahili mtu mwenye uwezo, si mtu anayepambana tu kuishi kila siku, mmoja wao alimwambia kwa kejeli iliyofichwa ndani ya ushauri.
Kadri siku zilivyopita, maneno hayo yalianza kumchoma Amina moyoni. Kila alipotazama maisha ya Baraka, nguo zake zilizochakaa, kazi zake zisizo na uhakika, alianza kuona kile ambacho wengine walikuwa wakikiona. Mapenzi aliyokuwa nayo yakaanza kuchanganyika na hofu ya kesho isiyoeleweka. Alijikuta katikati ya vita vya ndani. Upande mmoja ulikuwa moyo wake uliompenda Baraka kwa dhati, na upande mwingine ulikuwa akili yake iliyojazwa hofu na maneno ya watu waliomzunguka. Na kadri shinikizo lilivyozidi kuongezeka, ndivyo sauti ya mapenzi ilivyoanza kupungua, ikizidiwa na kelele za uhalisia wa maisha. Siku moja yenye upepo mzito wa ukimya, Amina alimuita Baraka wakutane sehemu yao ya kawaida, chini ya mti mkubwa uliokuwa umezoea kushuhudia furaha zao. Lakini safari hii, hakukuwa na tabasamu wala maneno ya upole. Uso wa Amina ulikuwa mzito, macho yake yakionyesha vita iliyokuwa ikiendelea moyoni mwake. Baraka alifika akiwa na matumaini, bila kujua kuwa dakika chache zijazo zingebadilisha mwelekeo wa maisha yake. Alijaribu kuanzisha mazungumzo ya kawaida, lakini Amina hakuitikia kama ilivyokuwa siku zote. Alivuta pumzi ndefu, kana kwamba alikuwa akikusanya nguvu za kusema jambo lililokuwa likimtesa kwa muda mrefu. Baraka, hii haiwezi kuendelea, alianza kwa sauti iliyokuwa na mchanganyiko wa huzuni na ukakamavu. Baraka alishtuka. Unamaanisha nini Amina? Aliuliza, sauti yake ikiwa na wasiwasi uliofichwa. Amina alimwangalia moja kwa moja machoni, safari hii bila kusita. Nimechoka kuishi kwa matumaini yasiyo na uhakika. Unaniambia ndoto zako, lakini ndoto hazitoshi kujenga maisha. Ukweli ni kwamba huwezi kunipa maisha ninayoyahitaji. Maneno hayo yalikuwa kama kisu moyoni mwa Baraka. Alijaribu kujitetea, kumhakikishia kuwa siku moja mambo yangekuwa tofauti, lakini Amina hakutaka kusikia. Alikuwa tayari amefanya uamuzi. Unajitahidi, ndiyo, aliendelea kusema, sauti yake ikizidi kuwa kali, lakini juhudi zako hazitoshi. Siwezi kuendelea kusubiri kitu ambacho huenda hakitatokea. Ukweli mchungu ni kwamba huwezi kufanikiwa kama unavyofikiria. Kimya kizito kilitanda kati yao. Baraka alihisi dunia ikimsogea, kila neno likizama ndani yake kama mzigo mzito. Hakujua aseme nini tena. Macho yake yalikuwa na maumivu, lakini hakulia, alionekana tu kuvunjika kimya kimya. Na hapo, bila kelele wala drama kubwa, uhusiano wao ulifikia mwisho. Amina aliondoka, akiacha nyuma sio tu kumbukumbu za mapenzi, bali pia moyo uliovunjika na maneno ambayo yangemfuata Baraka kwa muda mrefu sana. Baada ya Amina kuondoka, maisha ya Baraka yalibadilika ghafla, kana kwamba nuru iliyokuwa ikiangaza siku zake ilizimwa kwa mpigo mmoja. Kila sehemu aliyopita ilimkumbusha kumbukumbu zao. Mti waliokutana, njia walizotembea pamoja, hata maneno aliyowahi kumwambia kwa upendo sasa yaligeuka kuwa maumivu makali moyoni mwake. Usiku ulikuwa mrefu kuliko kawaida, na mawazo hayakumpa nafasi ya kupumzika. Alijikuta akiuliza maswali mengi bila majibu. Je, kweli hakuwa na thamani? Je, ndoto zake zilikuwa bure? Kwa siku kadhaa, Baraka alionekana kama mtu aliyepoteza mwelekeo. Alifanya kazi zake bila moyo, akionekana kuchoka hata kabla ya kuanza. Lakini kadri muda ulivyopita, maumivu hayo hayakupotea, yalibadilika. Yalianza kuwa moto wa ndani uliomchochea kufikiri tofauti. Maneno ya Amina, yale makali yaliyomuumiza, yakaanza kurudi akilini mwake mara kwa mara. Badala ya kumvunja zaidi, safari hii alimfanya asimame na kujiuliza, je, nitaendelea kuwa hivi, au nitathibitisha kuwa ninaweza zaidi? Siku moja, aliamka mapema kuliko kawaida. Hakukuwa na kitu kipya kilichotokea nje, lakini ndani yake kulikuwa na uamuzi mpya. Aliamua kubadilisha maisha yake, si kwa ajili ya kumthibitishia mtu mwingine tu, bali kwa ajili ya kuthibitisha thamani yake mwenyewe. Alianza kufanya kazi kwa bidii isiyo ya kawaida. Alikubali kazi ngumu zaidi, akajifunza stadi mpya na akaanza kufikiria kwa mtazamo mpana zaidi kuhusu maisha. Hakukuwa na mafanikio ya haraka. Alikutana na changamoto, alikosea mara kadhaa, na wakati mwingine alikaribia kukata tamaa. Lakini tofauti na hapo awali, hakuruhusu kushindwa kumrudisha nyuma. Kila anguko lilimfundisha kitu, na kila hatua ndogo mbele ilimpa nguvu ya kuendelea. Na hapo ndipo safari yake ya kweli ilipoanza, safari ya kujijenga upya, kutoka maumivu hadi mafanikio. Miaka ilianza kuyoyoma kimya kimya.
kama maji yanayotiririka bila kelele, lakini yakibeba mabadiliko makubwa ndani yake. Baraka hakuwa tena yule kijana aliyekuwa akizunguka bila mwelekeo. Sasa alikuwa mtu aliyekuwa na dira, hata kama njia yenyewe haikuwa rahisi. Kila siku ilianza mapema na kumalizika usiku sana, mikono yake ikiwa imechoka, lakini moyo wake ukiwa na lengo lisiloyumba. Alijifunza kila alipoweza. Aliwatazama wafanyabiashara wakubwa, akauliza maswali, na hata alipokataliwa au kubezwa hakurudi nyuma. Alijua kuwa maarifa ndiyo yalikuwa mtaji wake wa kwanza. Taratibu alianza biashara ndogo. Mwanzoni ilikuwa dhaifu, mapato yake yakawa ya kusuasua. Wakati mwingine alipata hasara kubwa hadi akaanza kujiuliza kama alikuwa anajidanganya. Lakini kila alipokumbuka alikotoka na maneno yaliyowahi kumuumiza, alipata nguvu mpya ya kuendelea. Kulikuwa na siku alilala bila chakula na nyingine alikosa hata nauli ya kufika sehemu za kazi. Lakini alijifunza kubana matumizi, kupanga mipango na kutumia kila fursa ndogo aliyopata. Kidogo kidogo, biashara yake ilianza kuonesha dalili za kukua. Wateja waliongezeka, imani ikaanza kujengwa na jina lake likaanza kujulikana polepole. Miaka ilivyoendelea, Baraka hakubaki pale pale. Alipanua mawazo yake, akawekeza katika miradi mikubwa zaidi, akaanza kushirikiana na watu waliokuwa na maono kama yake. Ingawa bado alikutana na changamoto, mikataba iliyovunjika, hasara zisizotarajiwa, hakuruhusu kushindwa kumrudisha nyuma. Sasa alikuwa ameiva kiakili na kibiashara. Hatimaye, juhudi zake zilianza kuzaa matunda makubwa. Kutoka biashara ndogo, alijenga himaya yake mwenyewe. Baraka, yule kijana aliyewahi kubezwa kwa umaskini, sasa alikuwa mfano wa mafanikio. Safari yake haikuwa rahisi, lakini ilimfanya kuwa mtu ambaye hakuna aliyewahi kumdharau tena. Baada ya kuachana na Baraka, Amina alijikuta akiingia katika maisha aliyokuwa akiyaota kwa muda mrefu, angalau kwa juu. Ndani ya miezi michache, alikutana na mwanaume mwenye uwezo mkubwa kifedha, mtu aliyekuwa na kila kitu alichokuwa ameambiwa kinahitajika ili maisha yawe mazuri. Harusi yao ilikuwa ya kifahari, iliyojaa wageni wa heshima, mavazi ya kuvutia na maneno ya pongezi kutoka kila upande. Kwa nje, ilionekana kama ndoto iliyotimia. Mwanzoni, Amina alijaribu kuamini kuwa alikuwa amefanya uamuzi sahihi. Aliishi katika nyumba kubwa, akavaa mavazi ya gharama na hakukosa kitu cha kimwili. Lakini kadri siku zilivyopita, alianza kugundua kuwa kuna kitu kilikosekana, kitu ambacho hakikuweza kununuliwa kwa pesa. Mume wake hakuwa na ule upole wala uhalisia aliokuwa ameuzoea kutoka kwa Baraka. Alikuwa mtu wa shughuli nyingi, mara nyingi mbali, alipokuwepo, hakukuwa na ule ukaribu wa moyo alioutamani. Mazungumzo yao yalikuwa mafupi na ya lazima tu. Hakukuwa na kicheko cha dhati wala faraja ya kihisia. Amina alianza kuhisi upweke katikati ya anasa. Kila alipoketi peke yake usiku, mawazo yake yalimrudisha nyuma, kwa yule kijana aliyempenda kwa moyo wote, lakini akamkataa kwa sababu ya hali yake. Miaka ilivyozidi kusonga, mambo hayakuwa rahisi kama alivyodhani. Changamoto za ndoa ziliongezeka, na furaha aliyotarajia haikuonekana. Ndani yake, majuto yalianza kukua polepole. Alianza kujiuliza maswali magumu. Je, alikosea kuchagua mali badala ya mapenzi? Je, alikimbilia uamuzi bila kufikiri kwa kina? Na kila swali lilimrudisha kwenye ukweli mmoja mchungu, kuwa wakati mwingine, kile kinachoonekana sahihi mbele za watu, sio kile kinachojaza moyo kwa furaha ya kweli. Miaka 10 ilipita kama upepo unaopita bila kelele, lakini ikiacha alama nzito moyoni mwa Amina. Ndani ya kipindi hicho, maisha yalimbadilisha kwa njia ambazo hakuwahi kuzitarajia. Ndoto alizokuwa amejiwekea zilipoteza ladha yake, na yale aliyoyachagua kwa kuamini yangempa furaha, hayakuweza kujaza pengo lililokuwa ndani yake. Ndoa yake ilianza kuporomoka polepole, migogoro, ukimya na umbali wa kihisia vilikuwa sehemu ya maisha yake ya kila siku. Hatimaye, alijikuta akisimama peke yake, akitazama nyuma na kuona maamuzi aliyowahi kufanya. Siku moja, baada ya usiku mrefu wa mawazo na majuto, Amina alifanya uamuzi ambao alikuwa ameukwepa kwa muda mrefu, kurudi kijijini. Si kwa majivuno wala kuonyesha mafanikio, bali kwa moyo uliokuwa umechoka na kutafuta majibu.
Alitamani kuona tena sehemu zile alizoziacha, kukumbuka alikotoka na labda kumwona tena yule aliyewahi kumpenda kwa dhati. Alipofika kijijini, kila kitu kilionekana kuwa cha kawaida, lakini kwa macho yake, kila kona ilikuwa na kumbukumbu. Njia alizowahi kupita zilimkumbusha nyakati za furaha, na mti ule mkubwa bado ulikuwa pale pale kana kwamba ulikuwa unamsubiri. Lakini Amina hakuwa yule msichana wa zamani tena. Sasa alikuwa mwanamke aliyebeba historia ya maamuzi na matokeo yake. Alianza kuuliza habari za watu wa zamani kwa tahadhari, akijaribu kuficha lengo lake halisi. Jina la Baraka lilikuwa moyoni mwake, lakini hakuweza kulitaja moja kwa moja. Alikuwa na hofu ya kile angekikuta na hofu ya kukabiliana na ukweli. Lakini kadri alivyozidi kusikia habari ndogondogo kutoka kwa watu wa kijiji, moyo wake ulianza kupiga kwa kasi. Kulikuwa na kitu kikubwa kilichokuwa kinamngojea, kitu ambacho hakukitarajia kabisa. Hatimaye, siku ambayo Amina alikuwa akiihofia na kuitamani kwa wakati mmoja ilifika. Baada ya kuulizia kwa tahadhari na kupewa maelekezo yasiyo ya moja kwa moja, alijikuta akielekea sehemu ambayo hapo awali haikuwahi kuwepo, eneo lililojengwa kwa ustaarabu wa hali ya juu, mbali kidogo na kijiji cha zamani. Barabara ilikuwa safi, majengo yalikuwa ya kuvutia na kila kitu kilionyesha uwepo wa mtu mwenye mafanikio makubwa. Amina alisimama nje ya geti kubwa la kifahari, moyo wake ukidunda kwa nguvu. Hakuamini macho yake alipoona jina lililoandikwa kwa herufi kubwa kwenye bango la chuma, Baraka Group. Kwa sekunde kadhaa alibaki kimya, akili yake ikijaribu kuunganisha picha ya yule kijana aliyekuwa akivaa nguo zilizochakaa na ukweli uliokuwa mbele yake. Aliporuhusiwa kuingia ndani, mshangao wake uliongezeka zaidi. Ndani kulikuwa na bustani nzuri, magari ya gharama kubwa yakiwa yamepangwa kwa mpangilio, na watu waliokuwa wakionekana wenye heshima wakipita kwa shughuli zao. Kila mtu aliyekuwa pale alionekana kumheshimu sana mtu aliyekuwa mmiliki wa eneo hilo. Na hapo ndipo alipomwona Baraka. Alisimama katikati ya kundi la watu, akiwa amevaa suti ya kifahari, uso wake ukiwa na utulivu na kujiamini ambako hakuwahi kuona hapo awali. Alikuwa akizungumza kwa mamlaka, watu wakimsikiliza kwa makini. Hakukuwa na shaka, yule alikuwa ni Baraka, lakini si yule aliyemwacha miaka 10 iliyopita. Moyo wa Amina ulitetemeka. Macho yake yalijaa mshangao na majuto kwa wakati mmoja. Ukweli ulikuwa wazi mbele yake. Yule kijana aliyewahi kumdharau kwa umaskini sasa alikuwa bilionea, mtu mwenye heshima na mafanikio makubwa kupita hata ndoto zake za zamani. Na kwa mara ya kwanza, alihisi uzito kamili wa uamuzi aliowahi kufanya. Amina alisimama pale mbele ya Baraka, mikono yake ikitetemeka na macho yake yakiwa na mchanganyiko wa aibu, majuto na hofu. Kila sekunde iliyopita ilionekana kama mzigo mzito juu ya moyo wake. Alijaribu kuzungumza mara kadhaa, lakini maneno yalikwama kooni. Hatimaye, kwa sauti iliyovunjika, aliita jina lake kwa upole, Baraka. Baraka aligeuka taratibu kumtazama. Uso wake ulikuwa tulivu, lakini macho yake yalibeba historia nzima ya maumivu, mapambano na mafanikio aliyopitia. Hakukuwa na hasira iliyo wazi, lakini pia hakukuwa na ule ukaribu wa zamani. Alimwangalia Amina kwa muda mrefu bila kusema chochote, kana kwamba alikuwa akipima uzito wa kila sekunde iliyopita kati yao. Amina alimeza mate kwa tabu. Nimekuja kuomba msamaha, alisema kwa sauti ya chini. Nilikosea. Nilikuacha kwa sababu ya kile nilichokiona wakati huo, sikuelewa thamani yako. Ukimya mzito ulitanda kati yao. Watu waliokuwa pembeni waliondoka taratibu, wakiacha nafasi ya mazungumzo yao ya binafsi. Baraka alivuta pumzi ndefu, kisha akasema kwa utulivu uliokuwa na uzito wa miaka yote 10. Wakati mwingine, alianza, maisha hayatusubiri tuelewe mapema. Unapofanya maamuzi, lazima ukubali pia matokeo yake. Amina alishusha macho yake, machozi yakimlengalenga. Naomba nafasi nyingine kama inawezekana, alisema kwa huzuni ya kweli. Baraka alimtazama tena, safari hii kwa macho ya mtu aliyebadilika kabisa. Hakukuwa na haraka katika majibu yake. Alikumbuka kila kitu, mapenzi ya dhati, maumivu na safari ndefu iliyomjenga kuwa alichokuwa sasa. Baada ya muda mrefu wa ukimya, alizungumza kwa sauti ya upole lakini yenye uthabiti. Maisha yamenifundisha mengi, Amina. Sio kila kilichopotea kinarejea kama kilivyokuwa.
Lakini nimejifunza pia kusamehe, si kwa ajili ya wengine tu, bali kwa ajili ya amani yangu. Amina alimtazama kwa matumaini hafifu. Baraka aliendelea, na kusamehe. Lakini maisha yangu sasa yako mbele, si nyuma. Maneno hayo yalikuwa na uzito mkubwa kuliko hukumu yoyote. Amina alishusha pumzi ndefu, akitambua ukweli mchungu lakini wa muhimu, kuwa baadhi ya maamuzi yakishafanyika hubadilisha kabisa mwelekeo wa maisha. Baraka aligeuka na kuondoka taratibu, akiwaacha nyuma sio tu hadithi ya zamani, bali pia funzo kubwa kwa kila aliyesikia: usimdharau mtu kwa hali yake ya sasa, kwa sababu kesho yake inaweza kuwa tofauti kabisa.